Nice Extra Premium na ngukwira kairi mutegeri ukenda kwithira ukiringa thimu ringa 0729 661 667 kana 0755 200 197 kwithira ugite mutujwa Nice Extra Premium na kinyapiwa pishori ya Nice muchere jo muthongi mono grade 1 baba nimbo bathiaga nkurukia nusu ya muchere jo jori magwanterere ugakinyara Nice Digital City moya mikawa ni thatu ojiroga atonya ukithira ugikenera customer service na Shell petrol station nijire no unyo maguta na baba ina 5 star ntuba kwithira bariendia maguta jama thongi kabisa na customer service kiri kundina maskuru antora kwina BN yarabu makutha bogeka kinya team building na kinyamirano kana biatho turuka tujinais na Nice Extra Premium na Nice Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea na kinya Nice Ngano kienda ningitomba kwithirwa tugeta na mbere kuria mutu jo muthongi Nindi chikinya thaa ijiri kilokite na ikia 14 muthikiria karibu sana na mutegeri wa Wero TV karibu sana kiri mubango ya chanchamuka kwa Wero FM 96.4 na rukiro rwari yara twakumenyethetie ni ati turi na mubunge wa North Imenti Mheshimiwa Rahim Dawood na Rahim karibu sana. Thank you very much kupata nafasi kuja kuongea na sisi leo. Asante Martin. Furuta mic kidogo tukukaribia. Asante Martin. karibu Na Karemi. yes Happy New Year. happy new year Hatujaongea mwaka hii. Na mimi niko sawa. Mwaka tumeanza vizuri. Tunaomba Mungu iende vizuri kabisa. Isikuwe na vita. Well, Mheshimiwa sidhani kama kiongozi wa DCP anaweza sema the same about mwaka kuanza vizuri. Kwa sababu kwa gazeti zote mbili leo Daily Nation na Standard inaongelelea story ya Gachagua kukuwa attacked. Actually, Nation imepeana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases za Gachagua zile ameatakiwa kutoka mumuondoe kama deputy president. Na inasemekana kwamba hii ni mambo ilikuwa imepangwa na Gachagua yeye mwenyewe anasema ni serikali inampangia. So what exactly is this? Kwanza ile ilifanyika Othaya sio kitu nzuri, lakini kusema alipangiwa hiyo hatuwezi kupitisha because unajua he is not the only opposition leader. Sindio Kalonzo wako na wengine. Mbona hao wengine hawapangiwi kama inapangwa? So lazima uchunguzi ifanywe na ijulikane kama ni ukweli ilipangwa na kama imepangwa na nani. Because ye mwenyewe Gachagua nimesikia amesema ako na sympathizers within the security agencies. So inaweza kuwa amejipangia ama amepangiwa. So mimi sitaki kuingilia hiyo kwa saa hii because paka tujue ukweli, lakini haifai kanisa ipigwe ama nini. Lakini kile mnafaa muulize, kwani Gachagua is the only opposition leader in Kenya? Hakuna opposition leader mwingine? Na mbona hao wengine hawapigwi kama ni serikali inapiga? Hiyo ndio kitu tunafaa tuulize. You see, Mheshimiwa, either way serikali ndio italaumiwa kwa sababu either kama ni Gachagua amepanga apigwe kwa sababu ya kutafuta sympathy, then wale inafaa kuwa imechunguzwa na ikajulikana kwamba na akaanikwa kwamba ndio nimesema what happened is unacceptable. Hiyo haifai. Na inafaa kama ni Waziri Murkomen na IG Kanja watuambie what exactly is happening. I think tuna intelligence ya kutosha. Na kama kuna moja nimeona kwa runinga na kwa WhatsApp, kuna jamaa amevaa green uniform kama uniform, ana kofia. Mali moja anaonekana akiwa na watu wanatupa tear gas. Mali ingine anaonekana anashikilia fence ndio Gachagua na watu wengine wapite. So ako pandi yote mbili aje. In one place ako karibu na watu wale wanatupa tear gas na askari. Pali ingine anaonekana anaongoza security
ya Gachagua. So hiyo unajua ni lazima tujue ukweli ni nini. Kama ni mtu huyu who is he? Kama ni mtu wa Gachagua tuambiwe ni mtu wa Gachagua. Hapo unajua ukweli itajitokezea. Ama tuone watu wakishikwa na wakishtakiwa. Ndio, hiyo ni From either kabisa side. kabisa. Yeah. Unajua tusipofanya hivyo itakuwa political intolerance na haifai tukiwa tunaenda kwa uchaguzi Siasa, mwaka hiyo ingine. Hii gazeti ya Standard wameanika colleagues wako wawili. Colleagues gani wangu? Muonyeshe. Mheshimiwa Eric Wamumbi Aha. na Betty Maina. Na Betty Maina. Inasemekana kwamba wanawaita the untouchable. Actually wanasema hawa wawili ndo walipanga, ndo wamekuwa wakipanga hizi attacks, the 10 of them. Gachagua. Sasa unajua kama hawa ndio wanapanga, inafaa kukuwe na evidence kwamba hawa ndio wamepanga. Yeah. Unajua mimi leo naweza kusema ni mtu huyu ama huyu ndio alikuja kunibomolea huko Makutano na White Star. But I need to have evidence ya kusema hawa ndio walifanya ama ndio walikuwa wanahusika. Mi naweza kulay blame to a lot of people ya kunifanyia mambo. But unajua at the end of the day the evidence is what is important. Ndio unaona hata mpaka sahii hatujaweza kushika wale walinibomolea. Sasa that is the same thing. Unajua Gachagua hasikizani na Eric Wamumbi na Betty Maina. So unajua lazima awabomoe. Na mimi nashindwa, Gachagua hasimami president. Amesema anasimama president. Anasimama akiwa namna gani? He is impeached. Mike Sonko alijaribu kusimama, sio hata Nairobi. Alijaribu kuenda kusimama hata Mombasa. Na aliambiwa hawezi. So mtu amekuwa impeached, hawezi kusimama tena. But amekuwa akiinsist atasimama. Kawira Mwangaza pia anainsist atasimama. Lakini wataenda paka kwa Supreme Court wapate advisory. So the Supreme Court tayari imesema mtu akiwa impeached is not cannot stand for elections. Sawa. So hakuna sababu ya kumpiga Gachagua vile mimi najua, na sioni kama anapigwa na Eric Wamumbi ama Betty Maina. Okay. Na Eric amesema tayari jana amekuwa press conference, amesema ataenda aandikishe statement yake kwa DCI na Gachagua afanye the same. Mheshimiwa, kabla tukuje kwa North Imenti, ningetaka sana tuguzie mambo ya education pia. Lakini kabla ya hapo kuna story kwa hapa page 6 ya gazeti ya Standard. Wacha nikusomea. Members of Parliament have convened this week at a luxury resort in Mombasa, in Naivasha, for a 5-day legislative retreat aimed at, quote, securing parliamentary legacy. Retreat inafanywa almost every year. Mwaka huu sio ati ni something different. Inafanywa every year na inakuanga ku-update because unajua hakuna wakati utapata wajumbe wote pamoja. Unajua mwaka hii ni kama mwisho kabla tufike next year because next year watu watakuwa busy sana. So kuna legislations lazima ipitishwe na zile zimefanywa introduce ama watu wana introduce. Kuna mambo nyingi hile inafaa ifanyike in the interim. So hiyo ndio wanakuwa appraised wiki hii. Hata mimi nimeona ni vile mimi sikuweza kuenda. Nilikuwa na shughuli zingine na kuna wajumbe sio wote wataweza kufika but most watakuwa pale. Hii mambo hizi fanywa kwa parliament? Haiwezi because once ukiita watu parliament utaona mtu atapata kazi ingine aende. Kwa sababu so atakora mutakosa. Kwa sababu hakuna allowance. Hata huko hakuna allowance. Allowance inakuwa itakuwa ya 2,000 tu peke yake. Haikwangi allowance mingi. Mheshimiwa, I'm being frank with you. 2,000. 2,700 is the allowance A day a day. kwa mbunge. Yes.
2,700. Hata nikienda Mombasa nitalipwa only 2,700. Ndio nitalipiwa fare ya kuenda na ya kulala, but other allowance ni 2,700 only. Mheshimiwa anaweza kuambia I can show you even the figure printed. I can tell you Karimi akitolewa hapa na Weru TV apelekwe Nairobi hata alipo 2,700 a day. Sitting allowance, wewe umeniitisha sitting allowance. Yes. So hakuna allowances zingine? Hapana, hakuna allowance other than zingine. your 2,700? Yes, 2,700. Wow. You know, I think we Hata are mimi richer nilishangaa. We are richer than na tifikiri tuko na pesa kuliko. And that is the truth. I think Na sisi ndio tuko na pesa mkitaka, kuwaliko. I can even give you ile nalipwa. I can even get it printed and bring it to Weru TV. Ninaweza muangalie. taka hiyo mheshimiwa. Sawa, Utapea nitatafuta Martin. hiyo na nitawaletea. It's 2,700 ama 2,600 or something like that. Najua nimetumaniwa mara 2-3. So unajua the problem is kama tukisema tunaifanyia Nairobi, kila mtu unajua will go halfway through, atakuwa ametoka ama ameenda Arudi mali kwake. ingine. So what happens is hautapata synergy ya kila mtu, na sio ati ni retreat ya kuenjoy. Kuna resource persons, wiki watakuwa CS wa treasury atakuwa huko, CS education atakuwa huko, SHA Duale na CEO wa SHA watakuwa huko, na wa roads atakuja, so that unajua kuna maswali ile inafaa iulizwe, how are we going forward for the next year, what legislation inahitajika ndio tufanye ipitishwe haraka, vile kazi ile serikali imesema inataka kufanya ifanywe. Na kama kuna shida sasa, tukisema kwa SHA kama kuna shida, unajua it is good waziri akuje wote wakiwa huko, wakiwa na issues wana raise. Kama ni education, CS Ogamba akiwa hapo anaulizwa, kama ni ya barabara CS Chirchir, na hata wa security. Speaking of education, mheshimiwa, zile headlines zimekuwa mambo ya education Karimi, unaweza kubaliana mimi kwa either the past couple of national days, ama hata hapa kwa Weru kwa magazeti, ni habari ambazo hazifurahishi. Mambo ya elimu, enrollment ama transition kwa grade 10 haifurahishi. Capitation imekuwa ikichelewa. Leo ndio at least tulikuwa tunaona kutoka 2003 hii mwaka ndio pesa ya free primary education imeongezewa kutoka 1,420 to 2,300. transition. Capitation. Hapo ndio tu peke yake tunaweza sema kuko na good news. Otherwise Hata good news ni capitation hata ilifikia shule hata I think the second week of January. Yeah, Capitation ilikuwa tayari ilikuwa imefika. So unajua, let's give due where it is due. mheshimiwa, ilikuwa imefika. Tusiseme kila kitu ni mbaya. That's a good thing. Lakini pia unakumbuka kuna 22 billion ilikuwa inadaiwa ya previous year. term. Yes. So ni kumaanisha ile kitu tu ilifika kwa shule ya hii mwaka is 22 billion. Hatuwezi kusema hivyo, lakini hiyo ndio labda itakuwa one of the things ile CS Ogamba atakuja kuzungumzia kwa hiyo retreat. Na So transition retreat maybe is very important. Okay, as Sawa. much as it is important. Why is mbona ina happen ni kama mheshimiwa wabunge wana shield sana serikali, na nyinyi ndio mnafaa kukua bumper. Sio mambo ya kushield, ni kuangalia it moves. Unajua kama serikali ya Rais Ruto ndio ilipata jukumu ya kuendelesha nchi yetu iende mbele. Sasa tukisema wajumbe wa sabotage the government, kweli tutaenda mbele? Hatutaenda. Just ask questions. No, questions are being asked. Hata ukiangalia kuna hata petitions zinafanywa na mambo mingi inafanywa. Unajua vile sometimes maswali zikiulizwa sio watu yote wanakuanga wanasikiza, au sometimes it's off air because Senate ndio inakuwa covered, National Assembly haikui covered na KBC.
So swali zinaulizwa, petitions zinafanywa. The weak link ile tulikuwa naye kwa bunge ni petitions committee, kwamba unajua petition lazima ufanye within 90 days. Na kuna petitions zimekaa huko more than a year. Lakini committee ilibadilishwa late last year. Sasa ni mjumbe wa Runyenjes Kalemba ndio chairman wa petitions committee. Let's hope. Hata mimi nimepeleka petition ya Mau, lakini nangojea 90 days imefika tayari, na nangojea majibu tukirudi bunge. Mheshimiwa, tukirudi hapa kwa masomo, transition North Imenti iko aje? Sio mzuri sana. North Imenti constituency. Unajua shida imekuwa ni school fees. Kuna wengine wamepata national schools ama extra county, C1 na C2, lakini vile mapato ya watu ni kidogo, so wana elect kuenda kwa day schools. So kuna day schools zingine zimepata watoto wengi, lakini kuna day schools wengine hata hawana hata mwanafunzi moja. Wengine wana 2, 3. So hapo kuna shida kwa Imenti North. Imenti East sio mbaya sana. So nimeitisha mkutano pamoja na DCC wa Imenti North na Imenti East leo, pamoja na sub-county directors, tuweze kuangalia ni namna gani hawa watoto wataweza kuingia kwa class. Na ndio ninasema ni muhimu head teachers waruhusu watoto waingie kwa class while we are looking for modalities. Because tunaweza kuangalia tusaidie na CDF. Kama ni uniform vile rais alisema, wasiambiwe waende wanunue uniform, waingie na uniform ile ya JSS. Because I don't see what is the reason kubadilisha, because JSS ni junior secondary na hii ni senior secondary, na kama mtu ana uniform na sio mbaya anaweza kuingia meanwhile wakitafuta pesa ya kununua ya senior school. Lakini tusipofanya hivyo, kuna shule zingine itabidi vile CS Ogambo alisema ifungwe. Because resources zitakuwa kwamba walimu wameandikwa wengi, resources ziko lakini haziwezi fanya. Kwanza ukiona shule zote class moja is empty. Sasa ni 3 classes only. That is grade 10, form 3 na form 4. So in future zitakuwa 3 classes only in senior school. So classes nyingi zitakaa empty. So resources zinakuwa wasted. So mheshimiwa, ministry inasema 92% ya wanafunzi wamereport for grade 10. But then tukiangalia na zile report zenye tumefanya hapa, shule hazina wanafunzi. Wako wapi exactly? Unajua vile imekuwa ni kuna wazazi walimekuja kwangu last week na this week. Wameniambia wamebook shule lakini hawajaingia. Kwamba wamelipa hata shilingi 1,000 ama 2 ndio wakitarajia wapate pesa ingine ndio waingie. Sasa hapo ndio hiyo figures ya Ministry of Education inaingia. Lakini physical presence haiko kwa saa hii. Lakini nafikiri chiefs na area managers na ACCs na DCCs wanachunguza hiyo maneno ndio tupate at least 100% transition. So hapo I think by February first week tutakuwa tumejua the exact pale tuko. Kuna watu wana claim kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza, one of the things yenye haiko so keen on ni mambo ya education. Like it is until last week vile president alikuwa hapa Meru ndio alimention mambo ya grade 10 transition. So gava hii ni kama haiko very keen on education. I differ because ukiona
hii serikali ndio imebite the bullet ya CBC. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amepatiwa hii mambo ya CBC lakini alikataa kuimplement. Shori alijua hii ni ngumu sana. Alikataa kuimplement aje? Because hii CBC si ati imetoka kwa Rais Ruto, ilianza na Rais Uhuru Kenyatta na wakati huo aliambiwa vile itakuwa na kila kitu lakini walikuwa wamesema this is the way to go. Ukiona wakati wa Rais Ruto maklasi zimejengwa, madarasa nyingi zimejengwa, CBC imekuwa implemented. So unajua amesema anataka hii CBC ikue kabisa vile this is the first time mtu anaambiwa choose 3 pathways. STEM, hiyo social sciences na hiyo ingine. But I thought that was the plan kutoka kitambo, ni kwa vile tu hii imepata ndio kuna transition ya kuingia grade 10 ama senior secondary. Hapana, ukiona CBC ilianza wakati ya Profesa Magoha. Na ilikuwa wakati wa Rais Ruto au Uhuru. Rais Uhuru aliona itakuwa ngumu sana kuimplement na itahitaji pesa mingi. Kwani mheshimiwa, kwani kuna classes zenye hazikuingiwa wakati wa I think imekuwa progressive. Ukiona imekuwa progressive actually. What was supposed to happen ni kwamba wakati wa Magoha walijenga classes za junior kwa grade 9. Actually walijenga classes za grade 6. Wanafunzi wa grade 6 walikuwa wanafaa kwenda secondary ya grade 7. Unakumbuka ile kwa mvutano 844? Grade 7 actually walikuwa wanafaa kwenda hiyo junior secondary. Walikuwa wanafaa transit to secondary. Kama vile saa hii sasa grade 10 wameenda secondary. Like JSS ilikuwa inafaa kukua domiciled kwa secondary schools. But then this government ikasema hapana, wacha wakwe domiciled kwa primary school. Na classes tayari zilikuwa zimeanza kujengwa, so pesa ilikuwa wasted. Serikali hii serikali iliyopita ilikuwa imeanza kujenga classes ndio, lakini ndio ilisema ibaki kwa primary school. Not really. We check. Mmenichanganya. Hii serikali ili implement CBC. Ukikumbuka wakati Magoha akiwa wanatoka akamuomba Rais Ruto, tafadhali usiwachilie hii CBC is a good thing. Of course hawezi wachilia kwa sababu ni kitu ilikuwa ishaanza tayari. Hapana, ange revert aje, angesema because unajua grade 8 hailikuwa imeanza. KCPE ilikuwa the last cohort ya KCPE ni wakati wa Rais Ruto. Then that would be retrogressive. Rais Ruto because ukiangalia it's only 1 year hatuja kuwa na form 1. Previous to that form 1 ilikuwako. So Rais Ruto angesema let's stick to status quo 844. Na tufanye 844 vile iko. Na he could have not beaten the bullet. Hiyo ingekuwa retrogressive. Hapana, hakuna retrogressive because hata Rais Uhuru halikuwa anataka ku implement 844. Unajua there is a policy direction. That is why ulisikia na policy direction yenyewe ilikuwa ishatolewa kwamba tunaendelea na it was CBC. You see, taking the bull by the horns ni Ruto ndio amefanya. Amesema we need to do it and we need to do it. We did not have an option. Policy ilikuwa tayari. No, you can reverse. You have a new government, you can reverse a lot of things. Why would you do that na serikali hata policies zikiwa already in place? Yes, because if it does not work, it does not work. So ndio that is why Rais Ruto ndio amesema tuendelee na CBC. Tuliona vitu kama hizo hii Meru wakati Igava iliingia Kawira Mwangaza. And so many things zenye zilikuwa zimewekwa kwa hii serikali ingine zikaondolewa, na ndio sasa saa hii kuna mivutano mingi. Kila mtu ako na vile anaendesha serikali yake. Ile ilikuwa wakati wa Gavana Munya, sio ilikuwa wakati wa Gavana Kiraito.
The only thing ni kwangu tu nili implement the same way vile mheshimiwa Murioki alikuwa amewacha. Kama kulikuwa na projects zake mi sikusema ati ziwachwe, nilikamilisha. Hata kuna buses zile zilikuwa zimenunuliwa karibu ziende na bank, nikasema zilipiwe ndio zisichukuliwe na bank. Na mimi from where I sit, mheshimiwa, that is a good thing kwa sababu na hata pia nilipeana pesa ile ilikuwa kwa constituency ya North Imenti ya Bore constituency, nilipatia mheshimiwa Kinoti 22 million shillings. Na ilikuwa kwetu hapa North Imenti. We didn't have to give it because it was under North Imenti. Na hiyo North Imenti, wacha tukuje North Imenti. Na kuna mtu hapa alikuwa ameniambia nikuulize, aniambia uliza mheshimiwa, stima za Kiambiti form ni gani? Ukijibu hiyo mheshimiwa, acha nikushikanishie na kuna mtu hapa kuna swali kwa mheshimiwa, anataka kujua sisi watu wa Kadhangene hakuna stima na kwingine kumewekwa, umewapangia nini? Na kuna mwingine anasema pia ni the same, ni stima ya Kadhangene sio Thirai. Na Kiambiti? Kiambiti ni karibu na pale sewage iko. Ile swali nilikuwa nimeulizwa kabla ya kura, Weru TV ndio ilinipiga. Lakini tulikuwa tumesema kama sewage plant itamalizika, wameinstall a whole transformer system pale, ndio watawadistributia. Lakini hizo zote transformers tushafanya requisition Nairobi. Kuna kidogo zimekuja na zimepeanwa, lakini nilikuwa nimeongea na PS. Procurement ilikuwa na shida, na sio North Imenti peke yake, Kenya mzima. Contractors wamepatiwa kazi, lakini materials ndio haziko. So tulikuwa tumeongea na PS Wachira, Alex Wachira engineer. Na hata wiki iliyopita wakati nilikuwa nikizunguka mashule, wenzangu walikuwa na mkutano na contractors pale wakiwa wa Meru na Tharaka Nithi, wakiuliza mbona hiyo kazi hazijafanyika. So tumeagana na PS procurement as soon as ikimalizika, kazi zitaanza kufanywa. Mimi nina list ya about 60 transformers ile nahitaji North Imenti. Lakini shida inakuanga, kuna watu wanakuambia hatuna stima, lakini hawaja bring to our attention kwamba wanahitaji, hawajafanya barua kutuonesha. So mwishowe mtu anakuja, mimi ninataka stima kwangu. Tukiangalia kwa list hata hawako. So how do I proceed? Ni ngumu sana. But kama kuna mtu yeyote anasema mambo ya stima, ningemwomba akuje kwa ofisi ya CDF. Kuna list, na kama uko kwa list ulete mabarua tukuweke kwa list ndio tupeane. Because mimi wakati tulikuwa kwa naibu wa rais Kithure Kindiki, nilikuwa nimeomba 100 transformers. Sorry, najua ninataka 60, lakini labda kutatokezea mtu atasema kwetu haifiki. Mali ingine transformers ziko, lakini ziko zaidi ya 600 meters. So Kenya Power haiwezi vuta. Mali ingine kuna transformers tunahitaji kufanya last mile na maximization. So tunaongea na REREC, Rural Electrification Board, pamoja na Kenya Power. Wasort. Hatutaweza kusort yote, lakini nimeaidiwa na PS next month atakuja kulaunch stima in North Imenti. So natarajia before then nimpatie list yote. Sasa wale watu wametaja kwamba hawana, na wakuje kwa ofisi waangalie kama wako kwa list. Kama hawako kwa list waingie. Okay. Mheshimiwa, Meru is in the process of becoming a city. Hiyo mradi ya sewage imefika wapi? Tumeongea na waziri. In fact nilikuwa nimeongea na ule contractor wa sewage. Hata tukiwa State House tulipatana na yeye. Na alikuwa ameniahidi October 15th atakuwa amemaliza. Lakini mpaka saa hii haja. Lakini December alikubali kupeana hiyo contract kwa mtu mwingine ama awachilie. Ile tu anafanya kwa saa hii ni kufikisha pipe iende paka Ronyange ndio drain Gakoromone. So
tulikuwa na 400 million inabaki. From that hata akipata labda atapata 30 ama 40 million inabaki. Na tuko na 283 million ingine ya kufanya last mile, manake connectivity, kama ni pandi ya Kemu, pandi zingine yote ndio ikuwe connected. So waziri 2 weeks back aliniambia kwamba wana consolidate ndio wafanye tenda mpya. Because mimi ndio nataka siwe jitoke hapo, ndio tuweze kujengewa soko ya Kakoromone pamoja na Hawkers Market. Nikiwa councillor kulikuwa na mpango ya kukula hiyo plot ya eka 7. Lakini nilisema haitakuliwa nikiwa hapo hiyo wakati huo. Shauri kulikuwa na mmoja, sitasema councillor gani, alikuwa hata ameenda kukata mamiti ndio afanye mpango ya kunyakua shamba kidogo. Lakini sitaki kumtaja. Mimi unajua kuna kitu wa tunaulizana na Karimi hapa Mweshi. Hiyo audacity ya mtu kuenda kwa shamba ya public ama unajenga shamba ya mtu na unachukua hiyo nguvu inatokaga wapi? Unajua watu wanafikirianga, watu hawajui hii kitu inafanyika. Zamani ilikuwa rahisi sana kabla ya 1992 wakati ule wa KANU ndio ulikuwa ukisikia councillors wanajiallocate mashamba 92. Kuna mmoja aliamka asubuhi akafence soko huko kwetu Mutwati. Ni kweli. Alafu unajua wakati huo ulikuwa rahisi sana because haulikuwa unaenda through the National Land Commission. Unafanya hivyo, unapitisha kwa council, mambo inaisha. Hiyo ilikuwa kabla ya 1992 wakati wa KANU. Siku hizi huwezi fanya hivyo. Hiyo actually Kawira Mwangaza ndiye alirudisha, ilikuwa ishachukuliwa. Okay, mheshimiwa, juzi kumekuwa na too much talks kuhusu Kiharu constituency, kwamba yeye, watu wanauliza kwani yeye pesa yake anatoa wapi, kwa sababu alisema kwamba day schools wanafunzi watakuwa wanasoma na 500 peke yake. Sasa sijui hii inawezekana vipi Kiharu na haiwezekani North. Wache ni jibu hiyo. Ndindi Nyoro ni rafiki yangu. Hata Jumamosi tumeongea naye kuhusu mambo ingine, na tunaongeanga, si ati hatuongeangi. Na hata kuna wajumbe walikuwa wakienda kwake. 2022 tukichaguliwa, tulikuwa na yeye kwa naibu wa rais kabla hata serikali itengenezwe. Na alituambia alikuwa anafanya projects zake labor based. Labor based ni haulipi, unatafuta fundi unamlipa. Na kisheria hiyo hairuhusiwi. Nimewahi kujaribu, hata nilikuwa nikifanya barabara labor based, manake ninakomboa tractor ya NYS. Hatupeani contracts. I did it for 8 years. Ni Mheshimiwa Gatobu Kinoti ndio aliniambia inaitwa force account kwa barabara. Force, FORCE, force account. So hapo unakomboa tu, unalipa NYS. Ukilipa wanakuja wanakufanyia kazi. And it works out cheaper. Sorry, haulipi VAT, haulipi chochote. Wakati tulikuwa na hiyo NYS, pale nilikuwa nikifanya barabara 5 nafanya 20. Paka last year nilisimamishwa na Nairobi. Walisema I cannot do it. Wakati huo hata nilikuwa nafanya barabara za county government. Unajua barabara zangu ni 3 tu. Ya Kera ni 3 peke yake. Hiyo ya Kidhoka kutoka Junction kwenda Kidhoka hapo Ruire. Na hiyo barabara ninakubali ni mbaya sana. Sio mbaya, ni mbaya sana. Sikatai, lakini iko wakati tulikuwa tunataka kufanya. Pia nilikuwa nataka ihame kutoka kwa Kera iende kwa Kena. Because it's not practical. Hii barabara ya kuenda Maua ni Kenha. Na kutoka kwa Nchege kuenda Ruire ni Kenha. Hii katikati ya 2.7 kilometers inabaki kwa Kera aje. So what has happened 2021 wakati wa Governor Kiraito, kuna mtu alifanya mchezo, ilikuwa kwa Kenha, ilihamishwa kwa Kera,
na Hiyo wakadivert, section ya 2. yes, wakadivert ile iende kwa Nchege itokee Kaide. Barabara ya 9 meters haiwezi kukua under Kenha officially, lakini ilifanywa na mimi at that time I was not aware. Nilikuja kujua baadaye. I have been trying to change it for the last 3 years. Na niliandika hata barua 2023 na niliomba hata rais tukiwa Ruire tukilaunch. Lakini that's now besides the point. Barabara ingine ile yangu ni kutoka Ndurumo kuenda Miomponi lami hiyo. Na ya tatu ile imeingia this year 25-26 ni kutoka Mbeo kwenda Giaki, that is under me, under Kera. Hiyo barabara yote ingine za ndani zote ni under the county government. So hata hiyo unauliza hapa ya Egoki dispensary kwenda Nkabone si yako? Hiyo sio yangu officially, sio yangu lakini nimeomba tuwekewe. Hata hii ya kutoka Ntwangaine kwenda Kirwero kwenda Chogo kwenda Kaudhene nimefanya miaka mingi. Juzi Mheshimiwa Mubichi amefanya, na mshukuru hiyo, na ilikuwa nimepata pesa kidogo lakini ilikuwa ni ya kuweka maram, niliona haina maana so nikaongea na Nairobi tuibadilishe, tuifanye either kabro ama lami, lakini ministry imesema ifanywe lami, not kabro. Shori haiko within the town. So tutafanya hiyo. Sasa mambo ya Ndindi Nyoro hiyo unajua si ati it is possible to do under labor contract. Labor unajua ina involve kuandika fundi kama ni 1,000, laborers 500, lakini procurement law hairuhusu. So vile Sasa yeye mbona anafanya? Alifanya mwanzo, alifanya I don't know how alifanya na vile Nairobi ilipitisha, because CDF headquarters haitapitisha kama ni ya mwingine. Upande wa day schools kulipa, unajua tunafaa tuulize, tunataka kupeana basari ya boarding na university ama hapana? Unajua Kiharu inalipa only day schools. So ikiwa inalipa only day schools, boarding na university hailipi, itakuwa aje? So unataka kusema Kiharu apeani basari kwa boarding schools? It is not possible. Awalipi kwa boarding na universities. Boarding na universities ikitolewa, hata mimi ninaweza kufanya hata sio 500, inaweza kuwa 0. Inaweza kuwa 0 because the other thing, Mheshimiwa Ndindi mwenyewe alikuwa kwa TV last week akisema ako na 75 million ya bursaries ya day school. Ukihesabu ile watoto alisema 12,000 students ya day schools. I don't know how, lakini haiwezi kukua 12,000, lakini kama ni 12,000 times 13,000 ile fees ya day school, hiyo ni karibu 156 million. Na allowable kwa CDF ni 40%. Tunaelewana? 40%. Ukihesabu 40% ya ile CDF yeye anapata, because ako na ward 6 anapata 203 million. Ukifanya 40%, it's between 75 and 80 million. Haruhusiwi kutoa zaidi ya hiyo. Haifai kupita because that is the law. Nodhimenti, hii mwaka umepewa pesa ngapi at CDF? Inafika 190 million. Yes. Uko na Kwa shule? 190, 70 to 72 million ndio ya basari peke yake. Alafu ingine ni ya emergency, ingine ni ya monitoring and evaluation, ingine ni ya environment. Sports kit iliondolewa kabisa. So hile inabaki normally kwa development is not more than 80 million. So what is this development? Development inasema tutengeneze mashule, ofisi ya chief, DCC, ACC na chief's offices maybe, security installations. So mheshimiwa, ile swali nanio Ndindi Nyoro alikuwa anasema ni kwamba murelease 10 billion kutoka kwa CDF. Counties were released 10 billion. The 47 of them were released 10 billion. Na national government nayo i-release 10 billion, ikuwe 30 billion na education itakuwa completely free.
education is normally supposed to be free. Why is it? Hiyo ni sheria, Mbona haiko free? lakini unakuta last week tu ama last week wakati watoto walikuwa wanakuja na wazazi unakuta fees inasemekana ni 40,000 lakini kuna vitu zingine zile zinaongezwa, development levy sijui kitu gani, which are not allowed but they are there. Nilikuwa na mtu akaniambia siwezi peleka kwa national school because gharama ni mingi. Nikamwonyesha hii ni only 54 na mimi nakulipia 20 from my pocket ama nakulipia 10 ama 15. Hiyo ingine unafaa utoe tu only 10,000 or 15,000 for this term. Akaniambia hapana mheshimiwa, tunaitishwa development levy, sijui levy ya kitu ingine na bado uniform pia hujanunua. Vile rais alisema kuna wengine uniform yao ni 15,000-20,000. Ukinunua shati town utanunua na 300-400, kwa shule utanunua na 1,000 kuenda juu. Mvuto utanunua na pesa mingi. So hapo ndio shida inatokezea. Sio ati ni school fees peke yake. Hii extra levies ndio inaleta shida. Okay. Na mheshimiwa, hata mheshimiwa Pasaris alikuwa ameleta hiyo mapendekezo ya fees kuondolewa, pesa zitolewe kwa CDF, itolewe kwa ngaf na kwa counties na hiyo, lakini haikupita. Mheshimiwa huwa anashindwa. Haikupita. Why do we have bursaries? Mbona tuko na bursaries? Bila bursaries tutafanya nini? Tupatiane hiyo pesa Hiyo iwekwe kwa kiti kiti moja, ikuwe kwa consolidated account. Wacha nikuulize, wacha tuseme hiyo. Kunaye bursary watu hawajui. Zile ziko kwa Ministry of Education Nairobi. You know that's funny. Wacha nikuulize, hiyo mnajuanga kama inaenda wapi ama nani anapatiwa? Mimi hata mimi There is a presidential scheme bursary. So unajua at least hii basari yetu tunajua vile inaenda. Lakini sio wote This MPs. is so hilarious by the way. Sio MPs wote Gichunge. Unajua last week nilisema kuna mahali nilikashifu mwenzangu shauri. Unajua watu wanasema ati kura ya Central Imenti inaletwa hapa. Hapana, huyu mama kura yake ilikuwa ya Central Imenti na amepigia Central Imenti, nilicheck na kuishi ni Central Imenti na ameapply for her kids, 2 kids for the last 7 years. Hajawahi kupata. So unajua kuna vile una manage your own bursary. Unajua siwezi kusema all my colleagues watakuwa wanafanya vizuri. Sawa. Time is up. Tuko na bursary aje kwa Ministry of Education surely. Badala hii pesa ipatikane. Kwani huna habari? Niko na habari. Alikuwa anasema iweke kwa kiti moja, education ikuwe free. But then who will manage it? Itapotea kama vile ulisikia kuna ghost schools. Mheshimiwa, ama hujawahi kusikia kuna ghost schools? Nimesikia. And it is illogical kuwa na bursary kwa Ministry of Education. Hiyo ingine umeita presidential what? Presidential scheme. And then tuko na bursary Sio kwa moja, Ministry hata kuna nyingi sana. Does not sound Kuna logical. nyingi sana pia. Does not sound logical. Gentlemen, time is up. Pia kuna barabara zingine nafanya. Unajua watu wana juzi Karemi nipatie nafasi. Wale walipika kelele Nkabone walikuwa wamelipwa, walisema kwamba sifanyi ati nafanya barabara Majengo, Magondo. Lakini kama kuna barabara imeanza lazima imalizwe. So hiyo ya Magondo nitafikisha hiyo kabla imalize ifike Kiraria na najua itafika hapa karibu na kwenu kwa Weru TV. Last week nilikuwa kwa shule. Unajua shule tumefanya mingi, tumefanya tiles na tumejenga. Hebu nafikiri muende hapo Kiraria muone ile kazi nimefanya. Niliona. Mumeona? Hiyo tumeona. So sasa mkiniambia Kiaru kwani North Imenti iko tofauti gani? Na niko na karibu shule zote ninajaribu zikwe na tiles. Polepole hata kama Mladhankari primary tunaweka kabro. Ni vile pesa zile zilikuwa kwa haitoshi, tutajaribu kutafuta ingine. Najua unataka kunikata lakini ni sawa tu. Hapana. Sasa news imefika Moyo. Sawa. Thank you. Asante. Thank you.